Asante sana Tanzania, asante sana Sumbawanga, asante sana Afrika Mashariki, popote pale ambapo unaipata kuisikia sauti hii ya DJ Malulu kutoka ndani ya Sumbawanga, mji wa maajabu. Na leo pia tumekuja na sehemu ya 3 na ya 4 ya Chaos. Kama tulivyofanya sehemu ya kwanza na ya pili, leo hii ni ya 3 na ya 4 kutoka ndani ya studio za Malulu OG Family ndani ya Sumbawanga. Leo hii tumepata bahati ya kuweza kuinasa hii filamu, na sasa ni mwendelezo pale pale tulipoishia, ndipo tunakwenda kuanza. Ni simulizi ambayo inahusiana na mtu ambaye ana nguvu ya maajabu, lakini hajui kama ana nguvu gani kwenye mwili wake. Ndio tunaenda kupata ufumbuzi kupitia hii sehemu ya 3 na ya 4 ya Chaos. Twende sawa mpaka tamati ya kazi hii ya Chaos sehemu ya 3 na ya 4. Upo nami komenta wako DJ Malulu OG kutoka ndani ya Sumbawanga. Nitakuwa nakupa maneno ya Kiswahili kutoka katika hii filamu yetu ya Chaos sehemu ya 3 na ya 4. Oh baby, come and give me kiss. Ni kupromise kwamba hii itakuwa ni picha mwaka fungwa mwaka nafunga mwaka, kwa sababu ni picha ambayo imekuja na imechezwa na mastaa. Ni picha ya kistar, lakini pia imechezwa na mastaa kutoka ndani ya nchi ya Nigeria, huko Lagos. Nafikiri tukaianze rasmi picha yetu sehemu ya pili, pale pale ambapo tulishia ndiko tunakokwenda kuanzia. Niite DJ Jero Malulu OG kutoka ndani ya Sumbawanga, ndiko huku tunakokinukisha kutoka ndani ya studio za Malulu OG ndani ya Sumbawanga. Twende sawa mpaka tamati ya picha hili ukaweze kuelewa kwamba Aboy ana nguvu gani ya asili ndani yake na kwa nini anafanya vitu vya ajabu kama hivi. Tukaianze rasmi picha yetu. Pale pale tulipoishia ndiko tunakoanzia, ambapo White Man alikuwa amewasha moto jikoni. Sasa akawa amekuja kwa bosi huku kutoa malalamishi. Bosi akaniuliza nini kimetokea? Jamaa kutokana na wengi akawa hataki kujibu. Nini kimetokea? Akapewa kofi kwanza, na ndipo dishi kakaa vizuri. Ndipo akasema kwamba moto jikoni, yani jiko linawaka moto. Sasa Aboy anapofika kukinga kuogopa ule moto, kuja kugeuka na shangaa kabisa kwamba chumba chote kimekaa sawa. Yani hakuna moto wala dalili ya moto. Akawa anashangaa ujamaa kwamba nini kimetokea hapa. Wakati nimeingia hapa ndani kulikuwa kunawaka moto. Sasa nimefika na shangaa moto umezima. Bosi anafika na kuta chumba chote kiko sawa kabisa. Sasa kana hamaki huku inakuaje? Jamaa kaangalia mikono, ndipo akarudisha kumbukumbu kwamba kuna siku alikuwa amezingua kwenye gari. Alivyogusa gari na akaingia ndani ya gari. Umeona? Kumbe kuna kitu ambacho kilitokea siku ile. Kumbe gari ilijirudi na ikawa sawa kabisa. Na hapo ndo jamaa kaamini kwamba kumbe kuna uwezo ambao yeye anao. Huyu jamaa ni nani? Aboy ni nani? Sasa kuna siku Aboy alichukuliwa kimaono. Alijikuta yupo kwenye sehemu moja ya kutisha yenye giza, na mara ulifuka moshi na akatokea kiumbe wa kutisha. Aboy akauliza, wewe ni nani? Kiumbe akasema, karibu na tukua tunakusubiri kwa hamu sana. Jamaa kahisi kama anaota hivi, akajipiga makofi na kunying'ata, aone kama yupo kwenye ndoto au vipi, lakini ilikuwa ni issue live ambayo ilikuwa ni kweli. Akauliza, unataka nini kutoka kwangu? Kiumbe akasema, wewe ni mteule na nguvu iliyoko ndani yako haikuwa kwa bahati mbaya, bali ulipewa, na sasa majukumu yako yanakwenda kuanza. Yule bosi wako unayemuita bosi wewe sio mtu wa kawaida kama unavyofikiri. Yule mtu ndani yake inaishi roho ya ulinzi ya zamani, ambapo kama anaishi bado, basi vitu vyote vipo chini ya ulinzi wake. Yani kwamba kama itatokea moyo wake utasimama siku moja, basi muhuri na vitu vyote vitavunjwa na giza litatanda kijiji hadi kijiji, na hakuna mtu atakayepata kupona katika hicho kivuli. Sio rafiki yako, sio ndugu yako, wala sio wazazi wako ambao umechagua kwa makusudio. Inatakiwa uwalinde wao. Hivyo basi kama huyo mtu ataanguka, basi ataanguka na watu wote wanaokuzunguka. Haya ni maono ambayo jamaa alikuwa anapewa. Sasa kushtuka, anashtuka mpaka vitu vinaanguka. Bana, hili ni onyo la kutisha kiasi kwamba maana yake maisha ya watu wanaomzunguka Aboy yapo chini ya bosi wake
ambaye anamtumikia. Sasa jamaa ikabidi afanye testing. Leo amefanikiwa kuweza kunyanyua kale kasanamu kalichokuwa karibu naye, yani umbali kiasi, akanyanyua alafu akakarudisha. Kwa hiyo inamaanisha kwamba watu wote wanaomzunguka Aboy wapo chini, yani uhai wao upo chini ya bosi wake na Aboy. Sasa Aboy ana kazi ya kuweza kumlinda bosi wake kiasi kwamba hatakiwi kupoteza maisha, kwa atakapopoteza maisha hata watu wake wa karibu watapoteza maisha. Picha inaitwa Chaos Machafuko, the mission begin, yani shughuli sasa ndo inaanza. Leo kulikuwa na kikao, bosi alikuwa amewaita wafanyakazi wake. Sababu iliyofanya niwaite hapa ni kwamba nimekuwa siwaelewi kabisa kwamba mna matatizo gani. Aboy, kuna siku nilikuwa nimekaa hapa nikaa discuss na Adada kuhusiana na kitu ambacho ulikifanya huko pumbavu kutoka kule. Sawa? Sitaki pumbavu, nyamaza kabisa. Na sitaki kufanya vitu vya faragha ndani ya nyumba yangu. Na endapo kama hii itajirudia, na hapa kwa Mungu kwamba nitakufukuza. Tokea hapa pumbavu wewe. Toka. Aboy aliweza kufukuzwa na bosi wake. Pumbavu. Ikawa ni zamu ya White sasa. Akamwambia, nilikupa pakti 2 za tambi ukaziandae kwa ajili yangu mimi. Lakini umefika jikoni umefanya upumbavu na ukasababisha vitu vya kijinga kule jikoni. Na ukaja hapo kwa unalia moto. Lakini boss, najua ninakisema kwa sababu moto ulikuwa umetawala kila eneo. Na sikujua kwamba nifanye nini. Shut up. Moto nini? Na kuna siku mwenzako pia alikuja Aboy akasema kwamba gari imepata ajali. Lakini tulivyoangalia kwenye gari tukakuta hakuna kilichoharibika. Nataka nisaidie lakini mnanichukulia utani sana. Yaani hapa tupo kwa ajili ya utani, si ndio? Nafunga macho na nikifumbua sitaki nikukute umekaa hapo White. Sio, umeelewa? Na hapo kwa Mungu kwamba nitakupiga. Toka nje. Boss alifoka sana. Ikabaki nizamu ya Dada. Alimuita Dada. Umepoteza vidonge vyenye thamani ya $300. Na sitaki kumpigia Oboz kwa sababu kama nitampigia Oboz anaweza akasimama kufanya biashara na mimi, kwa sababu anaweza akafikiri kwamba kuna siku naweza kumdanganya tena kwenye biashara, na ndio maana sitaki kumpigia simu. Sawa, umepoteza vidonge, hakuna tatizo. Na thamani ya vidonge ulivyopoteza vya $300, njia pekee ya kuweza kunilipa wewe mimi ni kutokukupa mshahara kwa mwaka mmoja unaofuata. Hiyo iko safi. Na adhabu ya wewe kuniambia kwamba umepoteza vidonge, na sijui kama ulisema ukweli ama ulidanganya. Unanijua vizuri. Hakuna mtu ambaye aliwahi kuleta utani kwenye vidonge vyangu. Kwa ajili ya adhabu sasa, sintokulipa dime kwa miaka 6 inayofuata. Na hiyo ni sawa. Hakuna kitu naweza kufanya kuhusu. Unanijua vizuri. Na ukipenda useme kwamba unataka kwenda mbali na mimi ama hutaki tena kufanya kazi na mimi, Najua mzazi wako yuko wapi. Najua vizuri dada yako Chioma yuko wapi. Namjua kakako brother Eboka yuko wapi. Najua mapenzi yako kwao. Sasa huwezi kufanya chochote kuhusu mimi. Na najua vizuri hautathubutu kufanya ujinga wote kwangu. Pumbavu wewe. Alifoka sana bosi kama mtoto mdogo kwa sababu amefanya ujinga. Alitumwa kwenda kufanya biashara, baada ya kutuma pesa kwenye akaunti ya bosi, akaweka kwenye akaunti yake. Dada nitaperi bwana. Tunakuja upande wa White na Aboy. Jamaa kanasema kwamba bosi na uhakika nilichokuwa nakisema. Jikoni kulikuwa na moto. Mimi sio chizi. Sema tu bosi anataki tu kuniamini. Subiri kidogo. Kwani ulivyoenda jikoni hukuona kitu chochote kama moto? Jamaa akasema kwa kweli moto hapana, sikuona chochote. Jamaa akasema hapana, usidanganye. Au labda una kanguvu fulani hivi ka asili kama ajabu. Jamaa akasema jamani, mimi nilikwambia kwamba sikuona chochote. Bwana Whitemana akawa amechanganyikiwa kwa sababu ani majabu, ametoka anashangaa ameacha moto. Anakuja anakuta hamna moto. Akauliza, hauna chochote naweza nikatafuna labda? Jamaa akamwambia kwa kweli sina. Whitemana bwana amechanganyikiwa kwa sababu unaweza ukatoka ukaacha kitu kinawaka moto, lakini unarudi unaambiwa kwamba jikoni hakuna moto. Kwa lazima achanganyikiwe. Tupo kwa pande wa dada, akawa ameenda kwa msela wake hapa. Asa msela akawa anamkagua na kusema kwamba natumaini hakuna mtu aliyekuumiza. Lakini mshikaji akasema kwamba bana, nimeumizwa. Embu kaa hapa chini tuongee bwana. Kaa chini tuzungumze. Kaa chini tuongee. Pilot. Huyu msela anaitwa Pilot. Unamjua bosi wangu? Ule jamaa nimefanya naye kazi takriban miaka 6 sasa. Umeona?
miaka 6 mizuri, okay? Sasa alinituma kwa Obozi kwenda kupokea baadhi ya vidonge. Sasa Obozi sijui kama mnamfahamu. Nikaa nimeenda kwa Obozi kupokea vile vidonge kama gramu 200 hivi. Sawa? Sasa nikapoteza soko. Sasa nilivyorudi nyumbani jamaa kanikaba kidogo tu kwa niue, yani kidogo tu kuniua. Umeona? Sasa kitu kikubwa zaidi ni kwamba amenambia hatonilipa mshahara kwa miaka 6 inayokuja. Mtazama, hii imekaaje? Jamaa kasikitika kwanza, akasemaje, dada, sasa wewe unataka mimi nifanye nini? Unataka nifanye nini kwa ajili yako sasa? Akasema kama ikiwezekana sasa hivi nataka umuue, yani auoe bosi wake. Pilot akasema mimi siwezi kufanya hicho kitu. Sasa kama nitafanya hicho kitu, share yangu itakuwa ni nini hapo? Jamaa akasema acha nikwambie kitu. Kuna siku nilikuwa na bosi wangu, sasa akafanya makosa, akaacha simu yake wazi kwenye upande wa SMS. Jamaa akawa anamsimulia mshikaji wake ilivyokuwa. Walikuwa kwenye gari, sasa bosi akajisahau kaacha simu wazi. Sasa wakati dada ana check simu ya bosi, aligundua kuna pesa nyingi sana kwenye benki ya bosi. Akanamwambia kwamba niliona shilingi milioni 400 za fedha kwenye benki ya bosi. Sasa basi hili ni dili. Ndio tulifanye, tukilikamilisha wewe utapokea shilingi utapokea 40% ya pesa kwenye hiyo share. Mpaka mshikaji akacheka. Akasema dada, mafikiri yako yameshakamilika. Mimi ndio pilot bwana. Na nakuahidi kwamba kesho jioni hii itakuwa imeshakamilika. Manake mchongo mzima ama plani ni kutaka kumuondoa bosi duniani ili waweze kupata ile pesa. Dada, nilikuwa nafikiri kwamba umekimbia. Na hapa nilikuwa kwenye issue ya kumtrake babako. Mimi sipendi ujinga. Njoo kaniletee kinywaji kule na ni jikoni, pumbavu wewe. Dada kama ameagizwa jikoni kwenda kupeleka kinywaji cha bosi. Na hapa akawa anamshukulia, akammiminia. Umeona lengo ni kumpelekea bosi akapate kinywaji. Sasa jamaa akaona hii ndio fursa sasa ya kuweza kumwangamiza bosi, kuweza kumwangamiza bosi kirahisi. Alikuwa amejiandaa dawa ama sumu ya kuweza kumtoa roho kabisa bosi wake. Kwamba hii nafasi ya kinywaji basi ndio nafasi nzuri ya kuweza kupoteza maisha ya bosi. Akameweka sumu kwenye kinywaji, akakitikisa fresh na kufutafuta ili isije kaundika kwamba kuna kitu kimewekwa mle ndani. Jamaa kaona kwamba hii ndio fursa sasa. Akajiweka fresh alafu akachomokea upande wa bosi. Asa wakati anapeleka kinywaji na mwamba naye akawa anachomoka. Aboy, mtu wa miujiza, mtu wa maajabu. Akaka kinywaji alafu akaenda kukaa kando kuweza kuchunguza mchongo mzima unakamilika vipi. Sasa mwamba akawa anafungua television pale ni kama anaangalia. Sasa dada akawa anapiga jicho kwa bosi anachukuaje kinywaji. Sasa wakati bosi anapeleka mkono kuchukua kinywaji, mara ghafla Aboy alichezwa na machale kwamba kile kinywaji si salama. Ghafla akakipiga push, kadondoka chini, alafu akavunga ni kama hajafanya kitu. Je, nini kitafuata baada ya hapo? Je, Aboy atafanikiwa kumwokoa bosi kwenye mikono ama mipango thabiti ya mwamba dada ambaye anataka kumwangamiza bosi? Na kama mnavyojua, haitakiwi bosi huyu aweze kufariki, kwa sababu kama akiondoka ama akadondoka chini, basi ataweza kudondoka na ndugu wengi wa Aboy. Ndio maana Aboy anataka pambane kuweza kumwokoa bosi asije akaangamia. Hii itakuwaje? Picha bado mbichi to kwanza tunaanza. Uko nami DJ Malulu OG kutoka ndani ya studio za MOG. Tulikuwa tunawakilisha kama hivyo. Usiguse button, usibonye kidude. Tulia kama ulivyo, kwa sababu sehemu ya 4 inafuata hapo punde sio punde. Hii ni the MOG family. Studio hizi zinakuletea vitu vikali hivi. Twende sawa sehemu ya 4 inayofuata.